Kivule oye! Kivule oye! Nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na ndio maana utaona umati huu wa viongozi wa chama sasa hivi wamekuwa kifua mbele wakitembea na uniform zao wakati mwingine za chama, kwa sababu umeona ya kwamba Samia Daktari rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amerudisha heshima ya Chama cha Mapinduzi kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mosi, kwa kutekeleza zile ahadi ambazo aliziahidi, ikiwemo hii ambayo leo tumekuja kuifanya hapa. Ni miongoni mwa ahadi alizotuahidi watu wa Kivule, watu wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini wa Tanzania ndani ya siku zake 100 za kazi, zile kazi atakazozifanya katika kipindi cha uongozi wake. Moja, aliahidi kuendelea kumtua mama ndoo ya maji kichwani, na akiwa makamu wa rais aliinitiate mradi mkubwa wa maji kule Pugu Banguro wa tenki la lita milioni 9 lenye thamani ya zaidi ya bilioni 37 za Kitanzania, lenye ukubwa wa uwezo wa kiwanja cha mpira nusu yake, limejengwa kule Pugu Banguro. Na tenki lile la maji tayari maji yale yalikwisha anza kusambazwa ndani ya jimbo letu la Kivule, zamani jimbo la Ukonga. Kwa maana kwenye Kivule yetu hii Rais Samia alikwisha fikisha maji yale Kitunda, Kipunguni pamoja na kata ya Mzinga. Na kwenye taarifa ni kwamba ilibaki kata ya Kivule, ya Msongola na kata ya Majoe. Lakini maji yale ndio tunawategemea yanatoka kule Pugu Banguro na mitambo ile yenye kusambazwa ndani ya jimbo letu kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na tarehe 29 kama sio 30 ama 28, Mheshimiwa Waziri ndugu yangu Jumaa Aweso, tulikubaliana tukiwa kule bungeni kwamba tunakwenda kutatua kero ya maji kwenye jimbo la Kivule. Akaahidi alipokuwa muungwana kwamba atafika Kivule, na kwa kweli nafarijika na nifikishe salamu zangu kwake kwamba ndani ya kipindi kifupi baada ya kuapishwa waziri ule alifanya ziara ndani ya jimbo letu jipya la Kivule, na alikuja kwenye ziara ya kuzindua mpango wa usambazaji wa maji kutoka kule Pugu Banguro kwanza pale kuingia Majoe, na siku zile tulikabidhiwa yale mabomba zile kilomita zaidi ya 80 na kitu kwa ajili ya kusambaza maji kwenye kata ya Majoe. Lakini siku ile tulimilia kilio chetu pale ya kwamba wakati wasubiri mpango mkubwa wa maji wa serikali ule ambao tayari ulikwisha anzishwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, tukaomba tupate mpango wa dharura, hasa kwenye kipindi hiki kigumu ambacho tumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa maji ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, na tumeona baadhi ya maeneo mengine maji yamekuwa yakienda kupatikana kwa zamu. Lakini sisi watu wa Kivule tunafarijika Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumwelekeza Mheshimiwa Waziri wa Maji, kijana mchapakazi mwenye uwezo mkubwa kwenye maeneo hayo yake ya kujinadi na kujigamba. Tumeletewa leo mtambo mkubwa wa kuchimba kisima kirefu cha maji. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana kakaangu Aweso, lakini nawashukuru na nyinyi ndugu zetu watendaji. Tangu alipotoa maelekezo yale Mheshimiwa Waziri, haikuchukua zaidi ya wiki 2 tayari mtambo umekwisha fika, na sisi wana sisi tunaendelea kutembea kifua mbele kwamba tumeondokana na ile dhana ya mchakato. Zamani ilikuwa ni mchakato, ahadi itatoka, itaenda mwezi, mawiki, mwaka, utasikia mpaka karibu na uchaguzi vitu vinaanza kuja kufanyika. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya siku zake 100, ukiacha zile ahadi ambazo tayari tumeshazifanyia kazi, tunaendelea kuzifanyia kazi, za mpango wa bima ya afya kwa kila Mtanzania, mikopo ya 10% kwa ajili ya vijana, barabara, miundombinu, madaraja aliyotuahidi Mheshimiwa Rais, leo ameleta mtambo kati ya mitambo 25 ambayo yeye alinunua huko ndani ya jimbo la Kivule kwa ajili ya kuchimba kisima kirefu. Na visima hivi tumekubaliana kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana kwamba vitakuwa endelevu. Leo tumeanza na hiki, kingine kinakuja na vingine vinafuata. Lakini ile ahadi ambayo Mheshimiwa Rais kwa kumwelekeza Mheshimiwa Waziri wa Maji ya bilioni 500 imekwisha patikana kwa dharura ile. Leo tunakwenda kuchimba kisima kirefu cha maji. Kwa kweli sisi watu wa Kivule hatuna cha kumlipa Mheshimiwa Rais isipokuwa ni kuendelea kumwombea dua, aendelee kuwa na afya imara, tuendelee wa Tanzania kupata matunda ya yale ambayo
ametarajia kuyafanya kama maono katika kipindi chake cha miaka yake mitano. Lakini vile vile pia niendelee kuongea na jamii, hususan wazazi, wazee na vijana wenzangu, ya kwamba Tanzania yetu inazidi kumeremeta. Rais tulionaye ni rais mwenye maono, ambaye ameendelea kutuona vijana na kutuamini na kutupa nafasi ya kuwa watumishi ndani ya taifa letu wenyewe, na amani yetu ndiyo tunu yetu. Kwa hakika tumekusanyika hapa kwa amani, na kisima hiki kinachimbwa kwa amani. Vifaa hivi na mitambo tunailinda wenyewe, tutawasaidia kuisimamia mpaka pale ambako mradi huu ndani ya siku 8 zijazo utakapokuwa umekamilika. Kwa hakika sisi Injinia Bwire pamoja na kaka yangu kutoka wizarani tufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais. Mwambieni sisi wananchi wa Kivule tunatembea kifua mbele kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya. Lakini pia vile vile kwa kuwa tupo kwenye muktadha wa wananchi, utaona hata barabara yetu pamoja kwamba kuna changamoto ya mvua, lakini mkandarasi yupo kazini kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami kutokea kule Kitunda kwa maana Banana Kitunda mpaka Msongola kupitia frame 10 na katikati frame 10 kuelekea njia 4. Mambo mazuri, yale makaravati makubwa yamekwisha malizika karibu 70%. Kilichobaki sasa ni kuanza kutandaza hizo lami. Kwa hiyo kwa kweli tunaomba shule ya sekondari mwakani watoto wetu wanakwenda kuanza kuingia kidato cha 5 na cha 6, kidato cha kwanza, lakini vile vile wanaanza shule za msingi za awali. Mheshimiwa Diwani yuko hapa, ametoka kufanya ziara. Shule zetu bado zinafanya vizuri na zina miundombinu ya kutosha. Kwa maana ya wanafunzi kuingia na kuendelea kupata huduma. Kwa hiyo yote nimeona niyaseme kwamba wako watu wengine wanapenda kulia na kusema kwamba changamoto ya wananchi wa Kivule ni barabara, lakini si tu barabara peke yake. Maji pia ni changamoto kubwa. Mwanzo tulianza na 0%, sasa tuna 50%. Leo tunatoka 50 kuelekea 100%, na mwanzo wake ni mzuri. Kutoka kwenye tenki la maji la Bangulo na leo visima hivi virefu ambavyo nakwenda kuchimbia. Kwa kweli mimi ninayo kila sababu kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa niaba ya wananchi wenzangu, lakini pia niwapongeze sana wana CCM, watu ambao wameendelea kuhudumia wananchi na wanatusimamia vizuri kuhakikisha kwamba serikali yao na chama chao inafanya kazi kwa mujibu wa mkataba wa miaka 5 kwa maana ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kati ya wananchi na serikali yao iliyokuwa chini ya Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nawashukuru sana, nimefarijika, nimefurahi. Tuendeleze mshikamano huu na ushirikiano huu ili tuweze kuwahudumia wananchi wetu. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Ndugu waandishi wa habari, muendelee kutangaza habari njema za jimbo la Kivule kwa kazi kubwa ambayo inachapwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini kwa usaidizi wa mawaziri wake wazuri, baraza la mawaziri lenye vijana tupu wenye uwezo, lakini pia wako na wazee kwa maana ya Isiokongwe haivushi, wanaendelea kutumia busara zao kuongoza vijana vyema. Lakini na sisi wadogo zao kwa maana mimi mbunge pamoja na diwani rafiki yangu sana Rajab Manyinya, wote tunachapa kazi kwa uadilifu mkubwa kuhakikisha kwamba Kivule inasonga mbele, kuhakikisha kwamba kufika 2030 mambo ya maendeleo ya Kivule tunakuwa tumemaliza nayo. Baada ya kusema na shukrani, Mungu awabariki sana. Kivule dumu, Kivule oye! Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana.